Naitwa mwenyekiti. Najua ujio huu umekuwa ghafla sana hapa kwako. Mbona sijakuona? Umepita wapi mama? Hayakuhusu. Sasa mwambie mmeo amrudishe mtu wangu haraka sana kabla ya jua lijazama. Mtu gani tena? Mbona sikuelewi mimi? Aha, unajizima data, unajichomoa akili. Sasa nimemaliza kuongea, sirudi tena. Tunapoenda kwa hilo ni mama, tumejipanga kweli au ndio kwenda kutolewa kafara tu? Hapana bana, pendeni kwa wema na amani, maana hata yeye mchawi naye ni binadamu. Ukienda kwa wema ukazungumza naye atakuelewa kwa uzuri tu, maana najua Bi James ni mtata sana, anaweza katufanya kitu kibaya sana, kwa maana kijiji cha Bukoko ameshakitawala. Hebu wacheni hofu, pendeni tukazungumza naye kwa wema, atatuelewa. Mimi na imani atatuelewa tu. Sawa, mimi sina pingamizi, nabidi tufuate amri ya mkuu. Mazoea kwa mnaifuata mpaka nyumbani kwangu mwisho leo. Na wewe mwenyekiti wenu nimeshamwambia. Rudi mlikotoka. Rudi mlikotoka. Rudi mlikotoka. Bibi James amefika nyumbani. Bibi James tena? Ndio. Nyumbani kwangu? Ndio. Amekuja kwa njia zipi? Nimemuona tu. Maana Bibi James ni mpumbavu. Siku moja alikuja kwa njia za kichawi. Ndizo alizotumia. Mimi sijui, nimemuona tu. Maana Bibi James ni mpumbavu. Maana siku moja alikuja hapa akiwa kupitia kwenye njia za kichawi. Ndio alizokuja nazo tena? Ndio. Bibi James? Ndio. Ni hivyo hivyo mume wangu. Hataka kunizoea Bibi James. Hataka kunizoea Bibi James. Hebu naomba tuondoke. Twende mume wangu. Wewe ni nani? We binti, natambua babako alikokutuma, lakini tu nikupe pole. Unakoenda Ngalewa hayupo tena, hamko naye tena Ngalewa. Ukiwa na maana gani kusema hivi? Rudi kwenu, rudi kwenu. Rudi nyumbani, rudi, rudi nyumbani, rudi, rudi. Kwani Bi James anifuatilia? Mbona amekuwa kikwazo kikubwa sana katika familia yangu? Alafu kwa nini yule
kijana alinasa kwenye shamba lake. Bi James anahitaji nini kwangu? Sasa hivi mambo yamekuwa ndivyo sivyo kabisa. Nachoka cha kufanya. Nikimbilie wapi mimi? Nifanye kitu gani? Hii jamii inayonizunguka, nikikimbia ghafla pasipo taarifa, watanielewaje? Au nipambane tu mpaka hatima yake ijulikane? Bi James ndo kikwazo kikubwa katika kijiji hiki. Ama kweli dunia ni tambara bovu, kilidekea kwa shida. Mabinti, tumewaiteni hapa, tunawatuma kwenye kijiji cha Bukokwa, maana wale wa kwanza walishindwa. Natumaini nyinyi hamwezi mkashindwa ile kazi ndogo. Sawa kuu. Samahani, naomba kuuliza. Bila samahani. Hapa ndo kwa mwenyekiti? Kwa mwenyekiti ndo mimi. Sawa sawa mwenyekiti, mimi nimepotelewa na kaka yangu na kama siku 3 hivi sijamuona. Subiri binti yangu arudi hapa, alafu tutaona cha kufanya. Sawa binti? Sawa mwenyekiti. Naomba ufanye hivyo mwenyekiti, maana mimi bila kaka, yani ndo mzazi wangu aliyebaki. Naomba unisaidie mwenyekiti, tafadhali. Hapana, hakuna kufanya haraka binti, na mimi pia tambua na mambo mengi. Kwa hiyo sasa hivi mimi hapa nilipo na mashaka makubwa. Sawa mwenyekiti, nakutegemea sana. Haya, asante. Sawa. Karibu twende ndani. Sawa. Twende ndani. Bibi James, Sema hakusikia. huu ubaya unaotaka kuleta kwa mwenyekiti pamoja na familia yake sio mzuri kabisa. Bi Jessica, sina ubaya hata kidogo mimi na mwenyekiti. Sema tu kwamba alianza kufuatilia mambo yangu na kutaka kuyaweka wazi baadhi ya mambo yangu. Kwa nikaona nimkate kiu kidogo tu nimnyamazishe. Bi James, ni mambo gani hayo unayoyafanya sasa? Umefika hatua hadi ya kumfuata mtu hadi kwenye familia yake? Sawa, nimewaelewa. Nitamtafuta kwa muda wangu tuyamalize sisi wawili. Ewa, hayo ndio maneno sasa. Shangwe langu moja tu, machozi yake kwangu ni wa moto. Tunaondoka. Haya, twende.
Samahani kidogo, naomba muda wako Eliza, samahani kidogo, naomba muda wako tuzungumze mambo machache kidogo. Sawa, mambo gani tena kakaangu? Hapana, usiniite kaka, kwani mimi na wewe ni umri mmoja tu. Sawa, naambia jambo lako, tusibishane sana maana muda unakwenda. Nahitaji wewe mwanamke wangu, yaani niwe wako na wewe wangu. Ahera, maana tabia zake ni nzuri kama ndara za benki. Kwa hiyo wewe unaoa tabia au mwanamke? Hapana, sina maana hiyo, bali nakuoa wewe. Kama unanihitaji, fika nyumbani kwa wazazi wangu, kaongee nao, kisha na mimi nitatoa majibu. Maana kuishi na mwanaume sio kazi ndogo, ni jambo la kujipanga kabisa. Sawa. Kwa hiyo kwani nakuoa wewe au naoa wazazi wako? Ukitaka utakuja, usipotaka basi wewe si unanihitaji. Kwa hiyo kwaheri. Bye. Bye. Haya bwana, nimeshinda. Eliza, sisi ni wageni wa kijiji hiki. Alipokuwa baba yako, sisi ndio tumetuma. Baada ya kazi baba atarudi. Sawa. Eliza, angaliza. Nenda ukamwite mama yako. Hakikisha mama yako asijue lolote. Sawa? Sawa.